kwa mnaingia mkataba kwa ajili ya kutesa familia. Ndio maana kuna familia haziwezi kusoma, wamepanda mti pale, walichukua daftari lolote kwenye familia. Unashangaa daftari la mtoto wako limepotea, you don't care, hujui, hufuatilii. Si uko busy na TikTok wewe, umfuatilii mtoto? Mfuatilie mtoto. Umesikia komwe? Fuatilia mtoto huyo. Mtoto anaenda shule, anarudi, hujui. Mkague mtoto, dunia yenyewe imebadilika hii. Mtoto anaenda anarudi, unaona kabisa anatembea hivi, uelewi tu, mkague. Sisi tumelelewa, tulikuwa tunakaguliwa. Mama anakushikashika huko, unafanya hivyo, ndio tumekuja kujua ukubwani. Alikuwa ananilinda, alikuwa analinda marinda huyo. Una muda sasa, una muda wa kumfuatilia mwanao? Unao? Uko bize na vikoba na vikundi. Tuwai jamani. Leo tunavunja leo. Uko bize na mambo mengi na kufundisha ukweli. Linda kizazi chako. Ukiona familia yote haijasoma, form 4 wote, form 2, form 1, wanachukua daftari, wanazika. Alafu wanasema asitokee mtu kwenye hii familia kusoma. Yaani kuna watu anakuambia bro, nilikuwa najitahidi, nataka kusoma. Watu wanatoa ahadi, ndugu zetu wengine wako juu huko. Kila nikijitahidi, mwingine akiingia shule tu anaumwa, mara ka paralyze, mara kichwa, mara kasimia, mara hivyo. Wanapambana daftari alafu wanaweka kwenye mwarobaini. Mwarobaini unatibu magonjwa 40 na mwarobaini unalaana 40. Ndio maana wanatumia mwarobaini, kwamba likitoka hili liingie hili, likitoka hili liingie hili. Na namna mti unavyokuwa ndivyo matatizo yanafanyaje, yanazidi. Mwanadamu anapoishi duniani, namna anavyozidi kuishi ndivyo ambavyo unatakiwa kuzidi kubarikiwa na kuzidi kuwa na uwezo wa kutatua migogoro iliyokuzunguka. Namna unavyozidi kukua ndivyo unatakiwa ukizaa mtoto na uchumi uongezeke, ulipe ada, umlishe, umsomeshe. Kwa hiyo unapokuwa mwanadamu mtu mzima, unazidisha umri, unasherekea happy birthday. Unaposherekea happy birthday, unamshukuru Mungu amekupa umri, lakini pia unamshukuru Mungu amekupa uwezo wa kutatua migogoro.